kuokoka hata kama ni pastor. Aka ndio kamejazwa. Haleluya. Ukiuliza kako na kimrasta kiko mpaka na midira. Unauliza kwani mapenzi ni mapenzi gani hii inakaa ya mapepo? Na ukimwambia anakuambia huyu ana understand, kuna vile he is understand. Ndimo nyite nywele ndimo hinye nywele. Ndimo ikire konia. Mliona kama mtu kanaweka watu gunia kwa Facebook kana watandika. Unasikia unaweza shika mtu kama hao waweke uhule. Praise be the name of the Lord. Lakini kabla uapige unakumbuka hata wewe kuna mahali ulifanya branda. Hallelujah. Unaachana nao. Unasema onanie kwe haria ndekire mahitia. Praise be the name of the Lord. Now, let me go to the word of God. Nilikuwa nataka nikupe hiyo kwanza understand that men are different from women. And moving forward, nataka ujue hivyo. Wewe uko hapa. If you are here and you are separated with your husband, you think very differently. Na hapo ukiona you have a son at your house, I want you to know that your son is different from your daughter. And that is how we are created. Praise be the name of the Lord. Vile tuliupa. And that is why God said a woman. Wacha tuanze kwa hiyo verse. Genesis chapter 2 and verse 18. I hope, Pastor, you have your Bible with you. Unaweza nisomea Genesis chapter 2 and verse 18. Genesis chapter 2 verse 18. Kifika hapo utusomee. Ni sawa, yeyote ni sawa. Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kumfaa. Sikia, Mungu akaangalia mwanaume, because wanaume Mungu anajuanga si vizuri mtu akifisha miaka ingine kukaa peke yake. Bwana asifiwe. Lakini wadada nyinyi kuna kitu Mungu amewapa. It is not easy to be alone, but a woman can cope. Nataka muelewe, that is the word. Nitamuumbia nani? Msaidizi. Hebu tusomee John 14. John 14 and verse 16. John 14 and verse 16. John 14:16. Inasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine akae nani milele. Sikieni haya. Endelea Pastor. Huyo ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hamuoni wala haumjui. Fikisha hapo, woman of God. I wanted to show you something. Wakati Mungu aliona mwanaume amekaa peke yake, ali create a helper. That is how powerful as a woman you are. In the realm of the physical, you are on the same level with the Holy Spirit. Praise be the name of the Lord. Yani vile tu wewe unakuanga hivyo, kuna level Mungu amekupea unatoshana na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Sababu Biblia pale imesema huyu mwanaume amekaa peke yake, Pastor Joyce, and I'll create him a helper. Nitamuumbia msaidizi. Naye Yesu anakuja pande hii nyingine, anaambia watu na sitawaacha hivyo. In the area of the spirit, sitawaacha hivyo nikienda. I am going to ask the Father to bring the helper. Praise be the name of the Lord. I usually say, mtu ambaye anakusaidia ni mtu either akona nguvu kukushinda ama nguvu inayotoshana. Number 2, ni mtu ambaye anajua mahali unaenda ama mtu ambaye amejua wewe haujui mahali unaenda, yeye anajua. Praise be the name of the Lord. Wakati nilikuwa nakuja hapa, Pastor anitumia Google Map. Juu nimekuja hapa na Google Map. I know this church but I never knew Pastor ndiye yako hapa. So Google Map ndio imekuwa helper sababu vile imetengenezwa inaweza nileta. Nilipofika hapa, Pastor akanitumia one of the ladies akuja nipokee. Kwa nini? Sababu anajua mahali naenda. So when God calls you a helper, Mungu anajua kuna mambo wanaume hatujui, lakini nyinyi directly Mungu amewaweka. Unayajua. Praise be the name of the Lord. Number 1, Mungu amekuita helper because when it comes to mambo ya marriage, it is a woman who makes a man to become a husband. Nataka mnielewe hapo. Unfortunately, most of you did not marry men. You married boys.
Praise be the name of the Lord. Because when you get married, wakati unaolewa, wewe hauolewangi ndio ufanye mwanaume akuwe mwanaume. Unapaswa kuolewa na mwanaume umsaidie kuwa husband na umsaidie kuwa a father. Ninaongea gumu ama mnaelewa? Wengi wenu you are not married by men, you are married by boys. Because kuna watu mili inakuanga ni ya wanaume, anavaa suti kama hii yangu, lakini kogosete ni ya mtoto. Salimia jirani yako mwambie nimeanza kuona mahali shida ilianza. Ukimwangalia hata akiongoza hapa mbele unaweza fikiria ni mwanaume. Sababu ako na ndevu na amevaa suti na kiatu ina shine. Na ingine refu kama ya mwalimu jini. Haleluya. Jana nyinyi wadada kanisani mnaingia kwa box, mnaingiza kwa box na vitu fani. Kuna mtu anaona vile mtu anavaa kiatu unasema, "Oh God, give me such a man." Kiatu, kirato. Hakuna mtu anaraka na kiatu. Suti kama hii, unaangalia mtu anasema, "Oh God, si unipe kama yule." Akitoa hiyo suti avae kinyasa ndio utajua ni nini ulioa wewe. Most of you did not get married to men. You got married to boys. But you are looking for tabia za a man from a boy. Hello? So, Mungu alipeana mwanaume ambaye alikuwa mzima. Hakuwa mtoto. Adam had lived so many years. Vile Adam aliumbwa, sababu Adam aliumbwa akiwa mtu mzima. He was created not as a child. Aliumbwa akiwa kijana hapo, teenager. Wale tunafanyanga hiyo mambo ya theology na counseling tunajaribu kuangalia. Aliumbwa na miaka ngapi? Sababu he was in somewhere. Hakuwa mtoto mdogo, alikuwa mtu mzima. Lakini alitake time. Kuna wakati alikaa ndio amachue from being a boy to a man. Praise be the name of the Lord. Sasa wakati alionekana now he is a man, sasa amefika mahali ya kubiwa msaidizi. Sijui kama mnanielewa. So mtu wewe ukienda kuolewa unapaswa ujue unaolewa hata wale mtarudi soko, sababu hakuna mtu amezuiwa kurudi soko. Praise be the name of the Lord. Si useme amen nzuri. Na ukirudi soko usirudi kama avocado. Hallelujah. Cha kurudi kama avocado hapo kila mtu anafinya. Unajua the difference between nyanya na avocado ni ya kwamba nyanya ukiangalilia mbali unaonanga ile nyanya imeiva. Lakini avocado lazima. Na watu ni wabaya, wacheni niwapee siri, watu ni wabaya. Customer ni wabaya. Customer wa avocado akifinya aigize kidole ndani hanunuangi. Anaiwekaga upside down, anaachia mwingine. Haleluya. Uliza jirani yako unaonaje hapo? Have you been an avocado somewhere? Hakuna customer mimi kwanza napenda avocado na napelekana hata mpaka ziishe. Haleluya. So I am speaking from experience. Haleluya. Customer wa avocado akikuta imedugwa na kidole hawezi akanunua. Na yeye atafinya aduge. Na yeye pia akiduga ni wabaya, hatununuagi. Haleluya. Lakini nyanya hakuna mtu anafinya. Ushaona mtu akifinya nyanya? Si lazima labda awe ni wazimu. Nyanya unaona hii imeiva, unafanya nini? Hata kuna zingine zinauzangwa na kaneti hivyo. Unaenda tu ni kuchukua, juu unaona ni zile unafanya nini? So next time ukirudi soko, abia jirani yako urudi kama nyanya wewe, usirudi kama avocado. Haleluya. Sasa avocado ni wabaya sana. Wanafinya, wanatoboa. So nilikuwa nataka niwasaidie kuelewa the mind of a man. Kuna wadada waniulizanga, sasa pastor, na sasa nikirudi kuolewa tena nitajua ati sasa huyu mtu ananipenda. Let me tell you. Hiyo mapenzi unataka kupendwa nayo, sometimes it is not important. Because hiyo love alone, ile tunaitanga romantic love, tunaitanga eros, mapenzi hiyo ya kawaida. Wengi wenu mlikuwa mshaolewa hapo mbele. Na unajua kuna mtu alikupiga kofi tu akikwambia nakupenda. Mimi naleta kwa kesi, mama ananiambia huyu mtu alinipiga. Lakini jamaa anasema ni vile tu uliniongesha vibaya, bado nakupenda. Umepiga mtu unapenda. Praise be the name of the Lord. I know of a young man ambaye walikuwa na msichana na niliona hapa hakuna mahali wanasema. Ndio naambia mtu angalia akili. Bia jirani yako akili ni mzuri. Sasa
Jamaa alienda kafia kwa vitu zote kwa nyumba na msichana. Msichana akamwambia, nimekufieka juu unaona hunaga time yangu na bado nakupenda. Kumbe mtu ambaye anakupenda anaweza kuibia. Hallelujah. So nilikuwa nataka niwaonyeshe the mind of men, ndio muweze kuelewa wale wanaume mnakaa na wao. Hata kama wameokoka, kuna lifestyle ya watu wakiwa. Unaona mtu akiwa hapa mbele. Mtu akiwa hapa mbele kwa kanisa, ni watu wengi wanakuanga very different. Watu wengi wanakuanga na two faces. Akiwa hapa ni mtu mwingine, na akiwa real life ni mtu mwingine. Ni ukweli ama sio ukweli? Kwani mumeonyeshwa mashida namna gani? Bwana sifiwe. Sasa number 1 tumesema, if you are married by a boy, mutaishi na shida. Because he should be a man. Listen, even if you are a helper, you cannot be able to help a boy. And if you have a daughter, ukuange unamwambia hivyo, when you get married, make sure you don't get married to just a boy. Wachana na mambo ya boyfriend. Get married to a man. Mwanaume ni yeye unaweza msaidia. Unanielewa? A boy will never be helped because kila unatafuta kutoka kwake haja na sasa tukiongea mambo ya boy, si mwili, ni hapa akili. Praise be the name of the Lord. Na vile Mungu nyinyi amewapatia capacity, hiyo capacity ya kusaidia mtu. Kama mimi wakati tukiona na mke wangu, next year nitaenda my 14th year. Simunipigie makofi, nimejaribu. Na hajaitoroka, na mimi sijaitoroka. Naambia wamama wale wako na wazee, kiona mtu anaanza kupanga nguo hapo, ujue kutoroka kinatoroka. Bwana asifiwe. Kujipanga. Siku nyingine aliona nikibeba kabagi nikienda, nilikuwa mahali na event 2. Akaona nimeenda na bag. Hatukufanya event hiyo. Akaona nimeenda na siku nyingine, akauliza, "Kwani umeanza kuhamisha nguo juu kila siku ni kabagi?" Hallelujah. Now point yangu ni hiyo, ya kwamba mwanaume si nguo, ni akili. Na nyinyi ni wazazi mko hapa. You have children. Let me tell you, you are the best counselor of your child. Can I tell you something? Hata kama uko single, you can inspire your children through your words. Mungu anakuanga amepea wa mama ulimi mwingine mzuri. You can speak to your children and speak life. You speak marriage. Uambie hata kama yangu haikuendelea, yako itaendelea. Unamwambia, anakwambia baba sijui nini. Unamwambia, even if we had problems with your father, my daughter, you are going to get a good man in your life. Sema amen nzuri. And that is why you should understand the power as a woman you have in your tongue. Praise be the name of the Lord. The power you have in your tongue. Kwa hivyo uandike hapo, I have power in my tongue. You create things in the life of your children. Unaweza jiangalia useme mimi sitaki kurudi soko. Na unajua ni kila unasema. Ukisema hutaki kurudi, even in the spiritual realm, hakuna mtu atashindania na wewe. Lakini ukisema na mimi Mungu akinipatia mtu mzuri, because it is possible, Mungu aniletee mtu mzuri, mimi ninaweza rudi, naweza jaribu hii kitu tena. Praise be the name of the Lord. So, number 1, you have the power to inspire your children. Praise be the name of the Lord. Hao watoto wako hata kama uko single, wacha wasione kama single life is the best life. Waambie you can get someone ambaye mnaweza enda na yeye na mkae vizuri. Pengine aliona baba yao akikutusi, akikuongelesha. Hata wengine waliona, watoto wengine wako na hiyo trauma, waliona baba yao akipiga mama yao. Hata kama watoto wako waliona ukipigwa, unaweza mwambia kuna kuanga na wanaume wazuri. You can find a good man. As a mother, those words you are speaking are going to come to life. Praise be the name of the Lord. Lakini wengine hapa, na kameokoka. Wanaume wote, wewe. Unaongea na marafiki hapo. And let me tell you, especially if you are single, you must be very careful. Ni mambo gani mnaongea na wale watu wanakutembelea, saa ile watoto wako hapo. Kanaweza kuwa ni kadogo, lakini hiyo kitu itaingia wapi? Psychology inasema mtoto anaanza kukumbuka mambo akifika 3 years. Mtoto akifika 3 years, you can say something when your child is 3 years, akumbuke hiyo kitu mpaka siku ile atazeeka. Praise be the name of the Lord. So sometimes we speak just innocently, na tunafikiria watoto na wako tu kwa hiyo nyumba. Twingine tunaenda kwa disi, hata nyinyi mlikuwa hivyo mnafanya hivyo. Kanaenda hapo kwa ukikaambia kaende na huko ndani, kanaenda kusikiza mnasema nini.
Nasikia wanaume hawa unaona wote ni mikora. Kwanza hata mapasta siku hizi wameharibika. Katoto kakikuja kanisa kanaangalia pasta hivi kanashindwa ginyorea. Bwana asifiwe. Ni wewe uliharibu maneno. Hallelujah. So, you have the power in your tongue. Maandiko imekuita a helper. Praise be the name of the Lord. Wacha niongee mambo kadhaa, stages ambazo kila mwanamke ama every woman must go through ndio aweze kufika mahali Mungu anataka afike. Nitaongea kwa haraka sababu ya time. Kila woman or every human being lazima apite ile stage tunaita ya baby. Na hapa utaandika 1 Corinthians chapter 13 and verse 11. Every woman must go through the stage of being a baby. And we have babies. 1 Corinthians chapter 13 and verse 11. Na tutasoma. So that is the first stage of every human being a baby. We all started there. 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Inasema nini pastor wetu? 1 Corinthians chapter 13 and verse 11. Yes. Nilipokuwa mtu mzima, yes. Niliacha mambo ya kutoka. Kwa maana sasa tunaona taswira kama haya. Hebu rudia pastor tena polepole. Verse 11 inasema nini? Nilipokuwa mtoto. This is how you know mtu hajakoma. I love the Bible because inakuwa na kila kitu. Number 1 inasema nilipokuwa mtoto. Nilisema kama mtoto. Hebu shikilia hapo pastor ukiwa umesimama. Kitu cha kwanza kukuonyesha now you are maturing. Unajua kuna wamama wanazaa na bado utoto iko kwa mawazo. Si ati ni wanaume tu, kuna mwili ni ya mtu mzima lakini mawazo ni ya. We usually say it's a body. Is a grown up body in a child, or a child bado iliongea kama mtoto. Hebu uliza jirani yako na unaongeaga aje na uko kwa soko. Msalimie tu muulize unaongeaga aje. Ama wewe ukiguzwa kidogo hivyo hapo mnauzia kwa soko, maneno unatamkia watu. Na hizo waya za kuweka nguo. Kwanza hizo ukitaka kujua wa mama unawajuaga na hiyo. Nguo zake ziko chini zimwagiwe maji. Utamjua hiyo maneno ataongea. Nani deaconess kanisani. Bwana siwe. Mkute pete na mbele ya Bwana. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Na uliita mtu mjinga hapo na kumwambia hana akili. Ni wewe tu. Wewe enda kwanza enda ukatubu. Bwana asifiwe. Sababu nilipokuwa mtoto niliongea. One of the things hata unapoendelea na maisha na wewe wacha kwa watu wengine, kitu kimoja kinaonyesha mtu amekuwa mature in life ni ile maneno unaongea. Praise be the name of the Lord. Sasa hapa wacha niharibu kidogo ndio mkasirike. Ile kitu inaoneshana kwa Mungu kama umemature ni vile unaongea juu ya huyo husband ambaye ni baba ya watoto wako na unajua alikuacha na madharau. Salimia jirani yako mwambie sasa hapo ni kugumu. Mwambie ni kwa lito hali kidogo. Mwambie ni kwa nyitana. Because God expects you uongee na njia ya hekima sana. Maneno mengine ilitoka kwa mdomo wako hata ndio ilifungia baraka zako. Because God would have blessed you. Lakini vile uliongea Mungu akaona hiki nokeana unadigikia mundu ungi. Unajua some of you are not married, ni mtu mlikuwa mnaishi pamoja. Some of you mnaniulizanga pastor nilikuwa nimeolewa miaka 5 na muuliza ulikuwa umeolewa miaka 5 alipeleka rurashio? Hapana. Mlienda kwa attorney general? Hapana. Mliobewa kanisani? Hapana. Sasa mlikuwa umeolewa na nani hapo? Mlikuwa mnaishi pamoja. Wewe hujaolewa, tafuta mtu. You are single with somebody. Marriage is a covenant. Hallelujah. Ate ai. Wewe hukuwa umeolewa, wewe hujawahi olewa. Na urekodi hiyo wajue haujawahi olewa, ni watoto uko na mtu mlipangana mpate watoto. Kuna mama pale amesema ni kuadhuka. Haukuwa marriage ni lazima iwe tulienda kwa wazazi wakatubariki. Tulienda kwa attorney general inaitwa civil wedding
ama tulikuja kanisani tukaombewa. If you did not do one of those, you are still single and searching. Ukienda upate mtu, wewe wacha kusema nilikuwa nimeolewa. Sema kuna mtu tulipata watoto na yeye. Marriage is a covenant. Na hakuna covenant inakuanga through bila maneno na kitu imeandikwa mahali. Uliza jirani yako leo kuhana hata muulize unaonaje sasa? Watu wengi wanakuwa hata saa hizi watu wengi ni single, ni vile wako na watu wanaishi na wao. They are not married. Watu juzi pastor wakuja wakaniambia marriage inapaswa kuwa contract. Nikamwambia ni sawa. Mimi wakati mwingine nimekuwa MC. Unaona event ya siku moja inakuanga na karatasi contract. Wewe hiyo unasema marriage contract yako mliandikiana wapi? Mliandika wapi? Si hata pastor ukinunua kiwanja ama ukinunua hizi vitu si unapewa risiti. Wewe muuliza jirani yako wewe risiti yako iko, risiti yako iko wapi? Wewe unasema I am taken, you are taken for granted. I am taken by who? You are taken. Kila unaona hizi vitu ziko na risiti. Na they are not living things. Hii unaweza tapeana. Hata hizi simu ziko na risiti, mpaka cable unapeangwa kwa risiti. Wewe ona wewe tuliditi wewe. Bwana sifiwe. Unajua polisi wakikuja uambii uwezi ukaambia kitu. And that is why the enemy attacked that marriage very easily, because inakaa open, hakuna kitu ya kukushikilia. Na makosa ulikuwa umeokoka. Mapenzi ile nilisema ukashikwa na wazimu. Paka pastor hakujua. Alikutana na wewe hivi na mimba, ukamwambia pastor, unajua hizi ndoa za chache unajua vile zinaharibika, niliona tu twende. Haleluya. Na wewe mkienda mtaenda mkienda. Haleluya. Za jirani yako unaona aje hapo sasa? Praise be the name of the Lord. Wakati nilikuwa mtoto niliongea kama mtoto. Number 2. Niliwaza kama mtoto. Your mind. Abia jirani yako your mind. Some of you are not doing very bad in life. Hata kutoka uachane na huyo mtu. You are not doing very bad. Thank you pastor, you can have your seat. Asante sana. Ni vile tu mawazo yako. Unajua vita za mwanadamu zinakuanga wapi? Kwa akili. And there's something I want you to write down. You are the one to show people how to treat you. Andika hivyo. Hiyo kitabu inakuja. I am the one to show people how to treat me. I am the one to show people how to treat me. Even if you are a widow, you are the one to show people how to treat you. If you don't accept disrespect from people, they cannot disrespect you. I am the one to show people how to treat me. Number 1, how to love me and how to respect me. Hakuna vile tunaweza kukupenda zaidi ya vile unajipenda. Hakuna. Kama wewe ni ya complainer, kama kazi yako ni kulalamika mpaka mbele za Mungu, mpaka Mungu aweze akakusaidia. Praise be the name of the Lord. You are the one to show people how to treat you as a single woman. Munaona wanaume wanakuheshimingi kulingana na vile unajiheshimu. Wacha nijiweke hapo, because hata kusema mimi ni pastor, I am a man. Praise be the name of the Lord. Wanaume huheshimu mtu kulingana na vile unajiheshimu. Hata wale wako kanisani. Praise be the name of the Lord. Kile utatengeneza kwa hii mawazo, hebu inua mkono hivi, wekelea kwa kichwa, sema saidia baba. Vile unatumia akili yako, hata watu wakidecide kukudisrespect, ukatae disrespect yao, siku moja watakuheshimu. Nitaongea hapa hata kama niko kanisani. Wanaume wakijua wewe unakuaga ni mtu wa kusaidia wanaume. Unajua vile nasema, mtu akitaka kujikumbusha ni wewe, mtu anataka kuanza ni wewe, mtu anataka ku-experience ni wewe. Wakijua hivyo wanaambianaga. Na haya ndo tunaonile kiguna jeshi. Wewe unafikiria ni unasema guy these days niko na si demand, ni vile ni wewe ni kitu cheap. Watu wanapenda vitu za bei rahisi. Wewe mujeshi wote igwe na kuguneka ni wewe. Haleluya. Wanasema guy wananipenda hii mtani, napendwa
mpaka unasalimia kila mtu. Hi Johnny, hi Kim. Ado aduthi amekokoteni, hakuna mtu akujui. Hai, mpaka masoja. Umepoteleka wapi baidia? Mpaka soja. Sema si kupendwa, vitu za bure kila mtu anachukua. Haleluya. Wewe mwenyewe lazima utreat watu, ujiweke a certain level. Na ukiona watu hawakutafuti, ukumbukage watu hawapendi vitu za bei kali. Hello? Ukienda zile mikahawa kubwa ni vizuri mujitreatiki. Ladies who are here, hata kama wewe ni widow, treat yourself sometimes. Usisubuke nao watoto. Kwani wewe ulilelewa na nani? Si ulilelewa na shida? Ati ukuri utengenezi nywele ni ya 200. Ukipata 10,000, kalipia 7,000, baki na 3 ukule. Kwani wewe ni mtoto wa nani? Wewe wacha hiyo maneno. Mtoto si wako, ni wa Mungu. Unfortunately, and God forbid, hata ukikufa mtoto hata kufa na wewe, ataendelea na maisha. Unasikia? So ukipata pesa wakati mwingine jitreat vizuri. Si kila siku nyama ya dhate, nyama etagiro plaga ginya nyau. Mimi kwanza niliambia my wife, mimi nyama ya 50 na 100 usiwahi nituma. Wewe ndeni mnunue na watoto huko. Sasa ninunue kitu iko na heshima. Wengine kanyama unanunua hivi. Na ndio mtu anawekeagwa kioo. Unawekewa kioo ndio ikipimwa. Ujiangalie ujiulize, nitaishi hii maisha mpaka lini? Ama unafikiri kioo kwa bushari ni ya nini? Ni ujiangalie ujiulize unaelekea wapi? Si unaona bushari nyingi zinakuanga na vioo. Kwanza za nyama ya 20 na 30 lazima kioo iwekwe hapo ndio ujiulize, what kind of a life am I going to live? Hii ni maisha gani naishi? Praise be the name of the Lord. Wewe lazima ujiheshimu. Na nimekwambia ukienda kwa zile hoteli ambazo ni expensive, hata zinanga customer wengi, but they still keep on running. Hazina watu wengi, hazijai, lakini bado zinafanya nini? Ukienda kina Safari Park, hizo hoteli ziko huko mzuri. Ukienda hizo hoteli utakuta lakini huku kunauzwa shapo na karara, ukoraga andu magitindikana, unakuta watu wakisukumana. Praise be the name of the Lord. Hata zile salon ziko na kabei kidogo, hazinanga watu wengi, lakini ya kawaida imejazana hapo mpaka hamupumui. Hivyo ndio ile value unajipea, ndio unaona watu wakikubeba hivyo. Lazima udecide, I'm going to give myself a certain value. Wale watu hawatawezana na value yangu, waachane na mimi. Praise be the name of the Lord. I have to, na usiwahi ambiwa na mtu, set a standard for yourself as a woman. Set a standard by how you speak, by how you dress, and by how you live. Praise be the name of the Lord. Ukikosa mtu wa kukupenda, wewe jipe. Ukikosa mtu wa kukupeleka out, fanya nini? Ukikosa mtu wa kukununulia visa, pigia hao watu wanauzanga hata hapa kawa sukari kama wewe ni wa hapa. Na uambie ile nyumba wataleta. Na uambie neighbor kuna mtu anani surprise. Si ni wewe utaenda kupokea, nani atajua? Nani atajua ni wewe ulinunua? Hata maua siku ya Valentine zinakuanga online, tumana ya 500 iletwe hapo nje. Watu waone umeletewa maua. Haleluya. Wewe unakaa tu ukisema another Valentine alone. Jua kujipenda na kujidhamini wewe. If you don't value yourself, nobody will value you. Hata watoto wako you need to inspire your children. Hata kama hutaki kuolewa ama kuwa, hebu inspire your children mpaka waseme vile mama anakaanga, hata mimi sitafanya mambo ya ujinga. Niona mama mwingine hapo, ni mama kisirani hapo. Ako na watoto, lakini unasikia anaenda siku 5. Ameacha watoto wadogo peke yao. Na nitowe na kakonia kwa pastor. Kuna watu tutakuwa tunaweka kwa gunia. Tunachapa. Praise the name of the Lord. Nilikuwa ninawaza, lakini mawazo sasa, mimi si mtoto tena, mawazo imeanza kufanya nini? Kubadilika. Praise the name of the Lord. So, tutoke level ya girls. Na nimewambia, you can find a woman who is 45 years but still in the mind is a young girl. Mahali unapaswa kuremi ni young girl, it is your physical body. Ukae fit, ukae sawa. Praise be the name of the Lord. Lakini si mawazo na kiroho. Lazima ukomae katika ulimwengu wa roho. Praise be the name of the Lord. Ukitoka hapo level ile unaingia ni ya a girl. Sababu hiyo tulikuwa ya baby. A girl ndio hiyo tumesikia. Tumeambiwa mambo yake. A girl, na ndio hiyo nimemwambia ya kujiachilia. Unajua kuna stage every woman kile kinamsumbua sana ni looks. Si unakumbuka hata kuna wakati ulikuwa unaona kama unapata katumbo, unasema unataka urudi flat tummy.
Siku hizi hata ukikaa mheshimiwa haujali. Haleluya. Because sasa kuna mambo zingine zimeanza kufanya nini? Kukusumbua. Haleluya. And I usually encourage women, look good, but usiwe mawazo yako inabebangwa tu na physical looks. Ukitoka kuwa a baby, sasa hii level ya girl is a very tricky level, sababu ni ile hata unaonanga tusichana tukiwa pale adolescent, looks ndio kanaangalia sana. Ni fashion, ni nguo gani iko fashion, ni style gani watu wako nayo, kanaangalia hivyo, kanaona kakiona tu wengine tunavaa nguo na kashika kanavaa. Praise be the name of the Lord. Because now your value there ni physical attraction. Na kuna wamama wako stuck hapo. Praise be the name of the Lord. Ni physical attraction. Anataka watu na munielewe, sijasema kuonekana vizuri ni jambo baya. But first of all, ujiulize, which other value do I add to people's lives? Kando tu nakuwa mimi ni mrembo, kando kuwa naweza, unajua mimi naonaka wamama, unaona mama anaonekana huyu ni mama ako 45 years, lakini amevaa miniskirt, ati anasema lazima nionyeshe miguu yangu. Akili yake inamwambia ile kitu value yako nayo ni kuonyesha miguu. Pastor Doreda tuonanie maguru. Mimi sijasema usioneshane, lakini wacha value isikuwe tu ni hiyo miguu. Tukine ni sababu ameona akona nyash, sasa ndio amefunga gija saa dego kwa kahano atodereto. Mpaka anataka kutisha watu mpaka kanisa wajue amebarikiwa. Praise be the name of the Lord. Mpaka akiibisha Sunday hapa unaona. Hebu tigizia Yesu, ambia jirani yako hakuna kutigizia Yesu. Watu wa praise and worship mko wapi? Tigiza kwa Yesu. Unatigizia Yesu, unamtigizia nini? Hiyo ni mapepo. Tigiza kwa Yesu. Haya katika kwa west kuna sehemu pasi kutigiza kwa Yesu. Hizo utigizie Bwana yako. Kama huna Bwana uende kwa kioo ujitigizie wewe mwenyewe, ujifurahishe wewe mwenyewe. Hello. Mumeanza kukasirika? There are so many women wamekuwa stuck hapo ya level ya girls. Na nimewaambia hapo ndio ukitaka kujua if you are stuck there, ni ujiulize, do I want to create other value beyond my physical appearance? Because physical appearance tumesema is very good, but which other value am I creating as a woman? Kuna mama ama msichana anaweza sema because of me, sababu because of that lady, hata wacha mtoto wako kasiana tu na hapo anasema ule mama alionyesha maombi. Praise be the name of the Lord. Ule mama ananipatia kama waida, ananiambia kasichana, avoid boys, look for men. Ukiona mtu yani kuna mtu somewhere anaweza toa ushuhuda wako aseme because of that woman kuna nimebadilisha kimawazo. Praise be the name of the Lord. That is what is called creating value that is beyond your physical appearance. Praise be the name of the Lord. Kuna mwanaume anaweza sema, na kuna mama ninajua mnasemanga ati wa mama wa hii mtaa ati ni generous. Kuna mama ninajua ambaye amesimama vizuri. Na unajua huyo mwanaume hata huku mtusi, na ukitaka vizuri hata ukiona mwanaume na ni mzee wa wenyewe na kutaka juu age yenu hapa wengi hakuna mtu ataolewa na kijana. Age yenu ni wazee wa wenyewe wanaanza kuwafuata. Sasa mnaniangalia aje, mnajifanya kama media nimekuja na hiyo maneno, na unajua hata leo ulitumiwa, hata kuna mtu alikuja na fare na ni ya mzee wa wenyewe, uliambia mgothia kama sema ndio wacha nikutupia 500. Kasema thank you kai nikuhe kigogo. Wewe unaita mzee wa wenyewe kigogo wewe na umekaa kanisani? Hiyo sio kigogo, huyo ni mzee wa wenyewe. Sasa pastor, unataka tufanye nini? Hao wazee wa wenyewe ndio wanatutaka. Na mbana wanatuambia vile wamesumbuliwa na mabibi zao. Unataka tufanye nini? Na wakikuja kwetu wanapata amani. Wewe kwanza hapo inakuanga ni uongo. Ukisikia mwanaume akwambia nimesumbuliwa na mke wangu, heri hata tungekutana na wewe kwanza. Mwambie ukisumbuliwa na mke wako, mtu anaendaka maombi ama counseling. I'm not an intercessor and I'm not a counselor. Enda utafute mtu wa kukuombea. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Mzee wa wenyewe akija kwako anatafuta kitu inaitwa temporary satisfaction. Na akipata kile anataka anaenda. Na wengine wenu Mungu awahurumie, sababu unaweka roho yako kwa mzee wa mtu na unaweka hapo. Unasema God will understand. Salimia jirani yako, mwambie kunaendelea kuharibika.
Pastor, unataka tuende wapi na wanaume ni wachache Kenya kushinda wanawake? That is a lie. I am a researcher. By the way, worldwide men are more than women. Dunia mzima. Kenya hii tuko kitu 49, wanaume wako 49, women are 50 point something. Kwa hivyo wanawake mjue ile mnaletea kwa maneno ati mwanaume mmoja atakuwa na wanawake 7. Hiyo example haikuwa inaongea mambo ya physical women. Na hata saa hizi Kenya hii tukigawiwa, hakuna mwanaume anaweza kuwa hata na bibi 3. Hata wale watapata bibi 2 ni wale tayari washaoa. If wale wanaume wanakunywa bangi hii mitaa, wale mnaonaga wakienda huku wakivuta mikokoteni wamejisahau. Hao wanaume wakiachana na hiyo maneno, kila mtu hapa atapata mzee. Ndio nawaambiaga support pastors, ndio tuende tulete hao watu kanisani wakuje ndio muone husband. Husband zenu wengine, some of you ni wale wanakunywa huku wamelala kwa mitaa. Nileto hiyo ndio maji ya confirm. Hallelujah. Na hao watu isipokuwa ni shetani, na ujue shetani anachukuaga the best. Unaweza kuta kimutu kinalewa, lakini ukiongea na huyo mtu naona tiganike kwa agano dikioe. Pana sifiwe. Na hiki kimuzee isipokuwa ni uchafu, haki hiki naweza chukua. Hallelujah. Ni vile watu watanijaji, vile kinaongea ni kimutu lively. Lakini shetani aliona hiyo star akaiharibu akaigiza kwa pombe. Praise be the name of the Lord. Niza jirani yako, unaona aje sasa? Praise be the name of the Lord. So lazima utoke level ya Agar. Sasa uingie ile level ambayo ni important, the level of a lady. Sasa hii ndio hapa sasa tuko the power of a woman, ndio tumesema. Sasa the level of a lady ndio sasa hapa unaingia level ya kuwa a wife. Now you are a helper. Praise be the name of the Lord. Now when you get to this level, sasa ndio unaendelea kujishikanisha na Mungu zaidi. Because now when you connect yourself with God, now the man who come, tunasemanga that man must go through God ndio akufikie. Hallelujah. If you connect yourself with God, I can tell you before God, unaona ukijishikanisha na Mungu na ukuwe serious na Mungu, mtu wa kukupoteza maisha yako akikuja, lazima Mungu atakuonyesha red flag. Ni vile tunakuanga hata wakati ulikuwa msichana, vile ulikuwa umeokoka, lakini ukitoka kwa church kuna kamguu iko nje. Sasa ukiona hiyo red flag, Bwana asifiwe. Lakini ulikuwa umeokoka kabisa, Mungu anakujulishaga, anakwambia na hapa kuna kitu akiendi vizuri. Wengine hata unakumbuka uliota ukiwa mdogo, wakati mlianzana na huyo jamaa. Ukaota na ukaona mmepitia mahali ndani ya moto, na Mungu akakuonyesha hapa ni moto. Lakini ukakemea hiyo ndoto, shidwe. But God had showed you. Praise be the name of the Lord. Hata leo miaka yenye uko nayo, huyo mzee akikuchokoza zikubiri, Mungu anakuletea ndoto na anakuonyesha what you are doing is not right. Sababu wale watu wanatembea na Mungu kuna vitu anaonyeshaga kwa ndoto. That is why dreams are very important, because kuna vitu Mungu asipokuongelesha in the physical, ukilala, sababu hii ni body tu inalala. Ni body na mind, but your spirit is all. Ndoto zinakuanga the communication of God in the realm of the spirit. That is what the book of Job says, that God speaks once and twice in a dream. Ukitembea na Mungu, my sister, God will show you an indication. Now in this level of a lady, sasa hii ndio level ya kufanya kauri, na ndio wengi wenu mko hata saizi. Hii ndio level ambayo inaitwa the level of you are a wife and you are a mother. How many mothers do we have in the house? Hallelujah. How many mothers do we have in the house? Hallelujah. Hiyo level sasa uko ndio the highest level of a woman. Ana unapaswa kuandika hapa, being a mother is the highest level of a woman. Being a mother is the highest level of a woman. Praise be the name of the Lord. Ukisoma Bible, a mother has power even to rebuke a king. A wife cannot rebuke a king. Praise be the name of the Lord. A mother rebukes a king. And even a mother can guide a king. Proverbs 31 inasemanga aje, pastor? Verse 1. Ndio tuone hapo mambo mawili matatu. A mother. Nataka mjue kuitwa a mother is the highest level
of honor that God can give you. Praise be the name of the Lord. Kuitwa a mother. Yani mpaka wafalme wanaheshimu. Hebu tusomee pastor. Nasema nini 31? Msemo na mfalme na mwenye. Usia wa mama yake aliyomfundisha. Hebu nataka msikie. Lamuel Bible scholars wanasemanga it was Solomon. Wanasema these are the words and the advice that Ramuel received from his mother. Yani hatuambiwi huyu mtu mnamjua alioa sijui wa mama 700. Hiyo tutajua tukifika mbinguni. Juu hata mmoja anatushida. Sasa huyu wako na 700. Tutajua ni roho gani hiyo ilitumika. Lakini huyu mtu akiwa mfalme, mama yake kuna maneno alisema. Na usiwahi kama uko hapo wewe ni mama, hata mtoto wako akiwa bilionea, usiwahi kukubali kumwabudu na hiyo pesa yake. Lazima ustand as a mother. Jua mama wengi mahali mnakosea. Kijana wako akileta msichana wa kwanza, sababu ako na pesa na umeletewa shopping, unapokea. Akikaa miezi 3 akuja na mwingine na umeletewa shopping, unazipokea. Ikimwambia oh ni huyo, sasa ni huyu. Ni mwoga ni unge. Sio wanasema? Nakaa nika mlembo, nika mlembo. Na unajua alikuwa amekuja na mwingine. Sababu unaletewa shopping. Msichana wako anakuja amevaa. Unajua tu msichana kanakuja Nairobi, ati juu kamekujia na shopping. Zile nguo kamekuja nazo ushago. Unaangalia, lakini juu kako na pesa, unasema wacha nisiongee miradi isikatike. Bwana sifiwe. As a mother unapaswa kumrebuke na pesa yake. Unamkemea na umwambie siku kulea hivi. Hata kama utarudi na hizi, tafadhali usikuje hapa kwangu. Sababu when you lose that power of a mother, ati mtoto wako sasa umemturn from being, you are now not the mother but a friend. Naambia wazazi to our children, hata mimi ni mzazi niko na watoto. Number 1, I am a parent. Number 2, I am a friend. I'm not a friend. First of all, I'm not a friend. Mimi sikuwagi rafiki kwanza kwa mtoto. Mimi kwanza ni mzaa. Number 2 ni rafiki. Wamama wengine hapa umekuwa rafiki wa mtoto wako mpaka anakuambia maboyfriend wake. Anamwambia nikiangalia huyo, you know, pastor tunapaswa kuwa friend na watoto wetu. Kuna level haupaswi kuwa friend na mtoto wako. Sababu hiyo friendship itafanya huyo mtoto akufe. Hiyo friendship itafanya aingie kwa mambo hangeingia. Even without the father being near. Mpaka huyo kijana wako there is a level. Mnajua niliona aibu wa mama. Unaona mama ati ako na kijana wa 9 years, mnaenda kuswim na yeye. Umevaa hapo bikini na bra. Ati semeni shetani ashidwe. Sisi tukilelewa hata tukue tunajua wa mama wetu wanavaa panties na kaaje na kamisi. Walikuwa na heshima. Wengine hapa zile nguo unavaa ukiwa na mtoto wako, tukikuangalia tunaona hata kama wewe ni wa kanisa hauna akili. Kainuma nile. Lakini si ni ukweli? Am I talking the truth? Unakuta mama vile wamepigwa na ati wameenda holiday, my son, my best friend, ati wako Mombasa hapo, umevaa bikini na bra na kijana ako na kinyasa peke yake. Mnafanya nini? Hiyo ni wenda wazimu. Praise the name of the Lord. Ati mpaka mna share room. Tunasema because it is my boy, tuna share room. Na hao ndipo ndio mnaingia. Sababu hawa watoto psychologically vijana wakianza kukua, waanze kujua their sexual feeling. Wewe as a mother kama hujavaa vizuri, wewe ndiye anaanza kuona. Ati Jesus, yes. Wewe ndiye anaanza kuona. Kwa hivyo lazima kama mama unavaa nguo ambazo ni za kuheshimika. Kuna level huyu mtoto hata haikukujua. Praise be the name of the Lord. Now when that young boy, that young girl atakuwa mtu mzima, atakumbuka there is a level that my mother aliweka ambayo na mimi lazima niiweke. Lakini sisi tuko ni marafiki. Nimewambia mpaka boyfriend, karibu mnyang'anye boyfriend. Mpaka unapigia huyo boyfriend unasema, digira namba, ndio mkaithagia. Hello Kim. Mnaonana na Joki, what are you doing? Mnafikiri mambo naongea haikuangi? Mimi naendaga media. Ile mambo naambia kwa wapendwa mpaka wazee na mama wengine waniambia nashindwa. Hao wajui mimi ni mtoto wao, lakini najua in the spirit I am not their child. I am their counselor. Ile mambo naambiwa mpaka nashtuka. Hallelujah.
That young man uko naye hapo, you are not a friend first. Tumeelewana? That daughter of yours, you are not a friend first, you are a mother. Na a mother si lazima akupende kila kitu utasema na kila kitu utafanya. Ndio huyo mtoto kuna level atafika. Leo anaweza kasirika, but some years akikuja akianza mambo ya mapenzi, Kimurambe mara ya kwanza atasema vile mama aliniambia. Lakini kuna wengine mtakuwa blamed because wakati mliachana na mzee, ulisema sasa nitaweka upendo wote na urafiki kwa watoto. Especially if you have a boy child. Wacha kusema I am the father and the mother. You are not the father and the mother. You are the mother. Haya. You are not the father and the mother. Psychologically mwanaume anapaswa kuona vitu kwa mwanaume. Kuna kimutu kingine kinaitagwa kinodhia, kimelelewa na mama yake, kinavanga nguo za wanawake. Hata ndiye kinyitade kihurira ngonia, bwana asifiwe. The problem is not that young man. The problem is the mother. Sababu alisema mpaka mama yake anamnunulia hizo nguo. Mama yake anamnunulia dress, ati anaenda na pima dress na ananunulia kijana. Sababu alisema I have to be friend to my son. Hiyo friendship ni from hell. Praise be the name of the Lord. Hey, uliza jirani yako, unaona aje sasa? Nitakudhokile, mwambie ni kama huko kumeharibika sana. Hata kama Mungu anajua uliachwa, kuna power Mungu alikupea ambayo anajua you have the capacity. Vile pastor ametuambia, kuna watu wengine wanabarikiwa even in the wilderness. Are we together? Unaona hizi nyumba za ghorofa kama hii, mwenye alijenga alijua hakuna kitanda unaweza leta ama wardrobe unaweza leta ibomoe hii nyumba. Aliweka capacity. Ikiwekwa foundation iko na capacity. Whatever will be brought in that house, the house, hakuna mtu anaweza kuja akae na watoto 20 kwa nyumba moja ati nyumba ibomoke. Mwenye alikuwa anajenga ikiwa empty alijua iko na capacity. Kuja na mafriji, wakuje na nini? Alijua kuna capacity. Hata wewe Mungu alijua that ya kwamba siku moja hata ukiachwa you have the capacity to move on. Hallelujah. Hebu endelea kutusomea msikie the mother. Mwanangu. Mwana wa tumbo langu. Mwana wa nadhiri zangu. Hebu sikia vile mama anapaswa kuongelesha watoto wake. Hebu rudia hapo pastor. Vile anamwambia, hamwambie yeye mfalme. Watu wengine wanasema igwe, igwe, igwe. Lakini mama anasema nini? Mwanangu. Mwanangu wa tumbo langu. Sikia. Usitumie nguvu zako wanawake. Oi. Uhodari wako kwa wale wanao waharibu wafalme. Sijui kama nyinyi wa mama mnaitaga vijana wenu, ukiona kameanza kupata pesa, unakaambia sasa wasichana wataanza kukufuata. Wewe ni kumwambia vile unasimama na sisi na unajua alikuwa ameokoka. Na siku hizi unajua anakunywa pombe, lakini huwezi ukaongea miradi isikatike. You are killing your son. Mwambie ukweli, mwambie na vile nimeona zile tabia uko nazo wewe, hata kama umekuja na hii shopping yako. Karibu mwambie kama kwa bana, hizi ma shopping zako za takataka umekuja nazo, hiyo tabia uko nayo. Pana sifiwe. Lakini wazazi wengi saa hizi, especially the single parents, hata kama nilikuja kuwatia nguvu, nilikuja kuwa challenge, instead of becoming a mother to your children, mmeanza kuabudu watoto wenu. Kwanza ukiona kama amefaulu, nasema watajua hawajui. You don't even care ametoa pesa wapi. You don't even care ile forex yanafanya ni forex gani. Bwana asifiwe. You don't even follow up. Na ukimuona amepata, na mimi naambia watu hivi, ni vizuri tunaombea watoto wetu watajirike, lakini mjue hata shetani amekaa hapo ndio haribu destiny. Praise be the name of the Lord. Ukiona ametajirika kuja hii Nairobi, amekwambia niko Nairobi, kuja ujue ni mahali wapi anatoa pesa. Si anakuja na pesa na wewe ni kukula na kujengewa. Ati wewe sitaki kwenda kuona nisione kitu baya na ameanza nyumba ya mawe. Kwani hiyo miaka yote umeishi? Na tuongee ukweli. Most of us here we have lived half of our lives. Mimi naambia watu mimi sitaki nipitishe miaka 100. Mimi kama unataka kuishi hapa ukisumbua watu ni shida yako. Idikienda gutori ati miaka 120 nyanuragwo tari bebe gikiragio ciake. Mimi nikaa hii miaka nakaa nikigonga 80 na hapo mimi niende niachie wengine hii dunia. Hallelujah. Wacha wabikira msema I'll not die. Pastor hata ukisema wewe unataka kila huku fanya na 30 na 40 my sister saa hizi uko 40s unaenda 50s ndio utafanya na 90. Unataka kukaa huku ukifanya nini? Si kusumbua watu na magonjwa.
Kile unafanya ufanye. Sasa huyo mtoto anataka kukujengea nyumba ya mawe, ukae miaka ngapi? Na mwili yake anajiuza, amewekwa na mbaba, wanataka wakujengee. Hiyo story wacha niacha. Niliona mtu online amejengea wazazi halafu akakosana na mbaba. Ile kitikatika ilipelekwa. Ni uraje tabe bika duraje ta diragweta. Ikaangushwa yote. Ate gai, kunaendaga hivyo. Unabe mtoto wako akikubeba na gari muulize ya umie, unasema waumie ba, unasema ulitoa wapi? Unasema umizie ba. Unamuuliza umizie ba. Urutire ku. Mami ni wira uriku. Hari indo turendia iriku. Muri hago atia? Mami ndigukwira. Mwana wakwa ndenda gwitikia. Indo ici ni kirathimo kia Ngai. Nataka niamini hii ni baraka ya Mungu. Sababu hata nikiangalia ile spirit, kuna wamama wanakulia pesa ya wababa na wajui ulitumiwa. Lakini wewe unasema mwana ni akirathimiro. Haleluya. Gari anakuja nayo. Mwingine yake ilizimwa pale. Na unajua hao wababa ni wabaya. Anazimia katikati ya barabara super highway ndio ugogwe na basi ukufe. Amenunuliwa, mwingine alinunuliwa akaonekana amekuwa. Inawekwa tracker, inawekwa recorder, inawekwa video huko ndani. That is why I say the blessings of God maketh one rich and addeth no sorrow. Ukisikia Biblia ikisema baraka ya Mungu inafanya mtu awe tajiri na ileti huzuni, ni kusema kuna baraka zingine zinafanya watu watajirike lakini ziko na huzuni. That is why for me I believe in the blessings of God that added no sorrow. Think of those people who in counseling we call it love bombing. Love bombing ni mtu anakuja anaanza kukutumia pesa ovyo na mjue wanaume kweli isipokuwa mzazi wako hakuna mtu mwingine akona pesa ya bure. Haleluya. Utiri mundurume bibia si atohu. Bwana asifiwe sana. Sasa usianze kusema pastor huyu ameanza kusupport mtu. Akisupport mtoto mwambie Mungu ambariki. Ni mtoto ana support, siku ile mtoto atamaliza shule apate kazi atasaidia watoto wake. Utiri mundu ukurihia na guthomithia mwana waku ona kesi nene hari uyu waku ni agateithia ciake. Tutikakajane ati mwire wakwa na guthomithiria ciana ciake nene ha ona cio ni gateithio ni ciakwa. Wau ni wakwa tu. Juu unajua kuna mtu anaweza kuja saidia watoto wake mpaka ujiulize huyu uri ginya uinage rwimbo ndire kendo kege kiega ya gukunengera kiamukire kila dena ki. Bwana asifiwe. Sasa lazima hata wale watu wanakuja, you must be very sharp kushika mambo. Na mjue wanaume wenye wako saizi wamekuwa wajanja. Anajua ukipendea mama mtoto, huyo mama ameenda. Wengi ukiona mtu kwanza mwingine anakuja unasikia amewapeleka wakakule pizza. Ukijua hujai wapeleka pizza na watoto wanampenda. Na hiyo lazima muwe na hekima. Usikubali mtu aanze kupeleka watoto wako na huku wakakule vitu ambazo huwezi kuwanunulia. Juu unaona si ati mama mmoja aliniambia baba ya watoto ameanza kujia watoto anaenda kuwanunulia pizza. Anawanunulia pizza na anawanunulia kila mtu kiatu moja na anawapea kila mtu 500. Nikamuuliza analipaga school fees? Hapana. Nikamwambia unanyang'anya watoto. Tukihesabu pesa unalipaga school fees na chakula na kulipa nyumba. Hiyo 1500 amenitumia kwa kila mtoto, wewe unatumianga zaidi ya hiyo. Lakini hawa watoto sababu mawazo ya watoto hawajui school fees ni ya maana, wanajua pizza na kununuliwa kiatu mpya ndio ya maana. Sasa watoto wanaanza kuambia haina heri baba yetu. Mpaka huyo mtu akienda kusema anaambia watoto wangu wananipenda. Lakini ni ukora amefanya nini? Nikamwambia ambia huyo mtu kama anapenda watoto awalipie next time na hiyo pesa. Kikatoroka. Mwambia huyo ni mkora. Bwana asifiwe. Am I talking to somebody? Lazima uwe na, hata kama nimekwambia mtu akitaka kusaidia watoto wako usikatae, lakini mwambie from the word go. Na umenye wateithia ciana ici. Ngai agukurathima, ciana ici ciagia wira, watoto akipata kazi ni magateithia ciana ciaku. Uone kana nigikumateithia. Ukiona kimeenda ujue ilikuwa ni njia ya panga mipango. Hapa najua kuna watu tu ulisaidiwa watoto wao ukasema
Tondũ kile kindu kingi ya kuneana ri. Mwathani aroge kurathima. Bwana asifiwe sana. Munabarikiwa siku ya leo. Tunabarikiwa siku ya leo. Unajua hii maneno nawaambia hivi ni kwa sababu ninajua wengine wenu hata kama hamtaolewa mko na watoto. Si ni ukweli? Na kuna roho ambayo lazima tuikemee leo nikimaliza. Inaitwa pattern, family pattern. Zile tunaita generational spirits. Na hizo ndio zinakula. Unakuta mama yangu ama my auntie familia yake ilianguka vile yangu imeanguka. Nimekuta mama shosho ni single, mama ni single, katoto kamepata mtoto, yani msichana wake amepata mtoto, amule mtoto amepata, yani 4 generation wote wako single mothers. Nikamwambia hii ni pepo, hii si counseling, hii ni casting. Mambo ile ya kawaida ni inawaambia ni ya counseling, lakini kuna generational patterns azijui counseling, zinajua casting out. Tuna cast out the demons ambazo zinaleta hiyo pattern. Praise be the name of the Lord. Na hapo ndio mama amepewa nguvu ya kuomba. Na nimemaliza na hiyo nakwambia God has given you power to pray. Hallelujah. Jeremia inasema kuna wamama Jeremia aliambiwa na Mungu, tafuta wale wamama wanaomba wakilia. There is nothing wrong in praying while you are crying. Si Jeremia aliambiwa na Mungu pale Jeremia chapter 33 and verse 3, call unto me and I will answer. Wewe wacha kulalamika, call unto me. Hallelujah. Na sisi we are going to call unto God ya kwamba familia hata kama zetu zilipata shida, za watoto wetu hazitapata shida. Simuseme amen. Na kuna wengine waliacha wakasema hawa wacha waende wafilisike, maisha yao ishe, watoto wako hawatateseka katika jina la Yesu. You know God will always stand in you. When you call him, he will always stand in the gap of that man who left you. Praise be the name of the Lord. Now, so finally, you must become a woman of prayer. A woman of prayer. If you don't carry the Holy Spirit in you, you will never be able to help anybody in this life, even your children. So you need to be a woman who is connected to God. A praying woman is a powerful woman. Sema amen. You must be a woman of prayer. You must be a woman of prayer. Hata kama unatafuta pesa, be a woman of prayer. Connect yourself with God. Hallelujah. Nothing beat connecting yourself with God. Nataka usimame kwa miguu yako. Sababu nataka tuombe. Tujiombee hapa siku ya leo. Tujiombee hapa siku ya leo. Kuna mambo mengi sana ambayo tumeongea siku ya leo. Na nataka tujiombee katika jina la Yesu. Hallelujah. Tujiombee katika jina la Yesu na tutangaze katika jina la Yesu Kristo ya kwamba hata kama ndoa zetu zilifail, we are not failures in Jesus mighty name. Sema amen iliyo uhai. Listen, hata kama ulikuwa umeolewa na Mungu alikuwa amesema wewe utasaidia watoto wako kuwa watu wakubwa, hata saa hizi you are not in that marriage and maybe your husband died, God is going to still help you to become what he had purposed you to be in Jesus mighty name. Si mtu mmoja aseme amen. Nataka kila mtu utafute mahali, go before God. Kama kuna mahali unasikia mimi kuna mahali nimeenda kutoka saa ile nimekuwa single. Kuna mahali nimeenda nikatoka njia za Mungu. And you know our God is so loving. Our God is not judgmental as me, kama mimi Pastor Bull. Our God is so loving. Anaelewa, anajua mambo ulipitia. Praise be the name of the Lord. Na anaelewa kile kilikufikisha mahali ulifika. Hata wewe uliongea vibaya, ukasema na huyo mtu akufe. Nataka, I don't know how you are going to do it. I know it is very hard. Lakini nataka leo ufungue moyo wako useme, mimi Mungu nataka nifungue huyo mtu. Wewe fanya na yeye vile unataka.